prayed for them when they were in school. Tuwaombea wakiwa shuleni. That the Lord shall protect them. Ya kwamba Bwana atawalinda. The Lord shall grant them safety. Ya kwamba Bwana atawapa usalama. The Lord shall provide for them even in school. Ya kwamba Bwana hatawatwalia kule shuleni. And seeing them come back here. Na kuwaona wakirejelea hapa. We bless the Lord. Tuambariki Bwana. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. I want you to turn to your neighbor and tell them happy Easter. Mgeukie mwenzako kumtakie Pasaka njema. Tell him or her the tomb is empty. Mwambie kwamba kaburi liko tupu. Tell them smile, Jesus loves you. Mwambie tabasamu, maana Yesu anakupenda. Smile, Jesus loves you. Mwambie tabasamu, Yesu anakupenda. He is the reason for the season. Ndio maana kwa ajili ya wakati. And we bless the Lord. Na tuambariki Bwana. That you purpose to come to this place. Ya kwamba umefanya kusudi kuja mahali hapa. In such a time as this. Wakati na majira kama haya. We bless the Lord because of ordering your steps. Tumshukuru Bwana kwa kuelekeza hatua zako. And you walking in obedience to that guidance. Na kwa ajili ya wewe kutii maelekezo hayo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. See, in such seasons. Kuona majira kama haya. Others may choose. Wengine wanaweza chagua to take their children to go and see baboons. Kuwapeleka watoto wao wakaone wale sokwe at the national park. Kule. Amen. Kwenye mbuga za wanyamapori. But that is not the reason for the season. Lakini hiyo ndio si sababu ya wakati huu. We are here because of Jesus. Tuko hapa kwa ajili ya Yesu. And we bless the Lord that we purpose to come into his father's house. Na tuambariki Bwana maana tumekusudia kuja katika nyumba ya Baba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We noted that we have disruptions of power in the morning. Tulitambua kwamba tutakuwa na hali ya tatanishi kwa ajili ya nguvu za umeme. We noted that we have had disruptions. Tulitambua ama tuligundua kwamba tumeweza kuwashika kwa ajili ya nguvu za umeme. And we are praying. Na tunaomba even for Kenya Power. Hata kwa ajili ya shirika la umeme. And we are also praying. Na kisha tunaomba for ourselves. Kwa ajili yetu sisi. That when the Lord speaks to you. Ya kwamba wakati Bwana atakunenea. With holy anger. Kwa hasira ambazo ni takatifu. You can write one check. Unaweza andika hudi moja. And call it solarization. Ukaita hali ya kuleta nguvu za nishati. Or generator. Ama kuleta chombo hichi cha umeme. Then we forget about Kenya Power. Kisha tutasahau shirika hili la umeme. But we bless the Lord for this morning. Lakini tumbariki Bwana asubuhi ya leo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Let me see how many are visiting with us for their very first time at Deliverance Church Umoja Lanet. Wacha nione idadi ya wangapi wanaotembea pamoja ama wametembelea siku ya kwanza au mara ya kwanza hapa. Tunao wageni washangilie. Amen. Thank you so much for coming. Amina na amina, tashukuru kwa ajili ya kuja. In your father's house. Mko katika nyumba ya baba yenu. In the right place. Na mko mahali panapofaa. And the Lord has a word for you this morning. Na Bwana ana neno kwenu siku ya leo. I pray that the Lord will anoint your ears. Naomba Bwana ataleta upako kwenye masikio yako. To hear that which he has caused us to come to hear from him. Sisi sote tukaweze kusikia kile ambacho amekusudia tuje tusikie. Our lives will never be the same again. Na ya kwamba maisha yetu hayatabaki ya kale tena. It is well with my soul. Nimo salama moyoni. We bless the Lord because of this season. Nambariki Bwana kwa ajili ya majira haya. We want to share the word of the Lord briefly. Nataka tushiriki neno la Bwana kwa kifupi. But powerfully. Lakini kwa nguvu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. And our sermon today. Na ujumbe wetu leo. Our sermon today. Ujumbe wetu leo. Is very simple. Ni rahisi sana. It's very simple. Ni rahisi sana. Thank God it's Easter. Mshukuru Bwana kwa ni Pasaka. Tell your neighbor thank God it's Easter. Kama zako mwambie shukuru Bwana kwa ajili ya Pasaka. Thank God it's Easter. Shukuru Bwana kwa ajili ni Pasaka. Praise the Lord. Bwana sifiwe. You know the reason why Jesus Christ died. Unajua sababu yake Yesu Kristo kufa. It's not to give us a holiday. Si tuweze kupata likizo. It's not to give us a holiday. Si tupate wakati wa kusherehekea. I've seen many people on social media. Naona watu wengi katika mitandao ya kijamii. Sometimes they ask jokingly. Wakati mwingine wanafanya mzaha. That Christians have given us holidays. Ya kwamba Wakristo wametupa likizo. Islam has given us holidays. Ya kwamba Waislamu wametupa likizo. Wakorino, where is your holiday? Praise the Lord. Amen. But they are mistaken. Lakini wamekosea. Because Jesus Christ. Kwa sababu Yesu Kristo did not die to give us a holiday. Hakufa ili tupate likizo. There was a predefined reason. Kulikuwa na sababu iliyoandikika. Of him dying on the cross. Yake yeye kufa msalabani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And this is a defining moment in scripture. Na huu ndio wakati wa ajabu sana katika maandiko. And Easter stands tall on the defining moments in scriptures. Na Pasaka inaweza kutambulika kama kuinuka juu sana katika maandiko. The death and resurrection
resurrection of Jesus Christ ya kwamba kufa na kufufuka kwake Yesu is Kristo not just an event to remember, si hafla tu ya kukumbuka, but it is the foundation of our faith. lakini huo ndio msingi wa imani It's our yetu. foundation of our faith Huo ni msingi wa imani yetu and our doorway into a living hope. na kiingilio chetu katika tumaini. We thank God it's Easter, Tunashukuru Bwana ni not because Pasaka, we'll not go to job tomorrow, si kwa sababu hatutaweza kwenda kazini or kesho, because we can't started early last week, wala pengine tulianza wakati wetu wa but mapumziko because of mapema, the reason. lakini kwa ajili ya The sababu story of Jesus Christ, ya kwamba hadithi yake Yesu his Kristo arrest, ni kushikwa, his crucifixion, kusurubiwa, his death, kufa kwake and resurrection na kisha kufufuka is recorded across all the 4 Gospels. imenakilika katika vitabu vyote vinne vya We bless the Injili. Lord because even in our Bible study, Tumshukuru Bwana hata we katika read from mafunzo the ya book of Biblia. Matthew chapter number 26 Tulisoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu 26 about the death and resurrection of Jesus Christ. kuhusu kifo na kufufuka kwake Yesu This Kristo, story is in Matthew chapter number 26 to 28. ya kwamba hadithi hii tuipata katika Mathayo 26 It's in hadi the book of 28. Mark Pia imo katika kitabu cha from chapter Marko, number 14 to chapter number 16. Marko 14 hadi Marko It's 16, also in the Gospel of Luke na kisha katika Injili yake Luka from chapter number 22 all the way to 24, kuanzia mlango ama hatua 22 hadi and 24, also in the Gospel of John na pia katika Injili yake Yohana chapter number 18 to 21. mlango wake 18 hadi And 21. these accounts in the scriptures, Na hii hesabu katika maandiko they are not just mere narratives, sio tu hadithi tu za they are kawaida, divine records ni maandiko takatifu about redemption kuhusu and ukombozi the unfolding of redemption. na kuhusu matukio ya ufufuko Praise the wa Lord. ukombozi. Bwana asifiwe. I'm supposed to read Na stahili kusoma the whole of those scriptures that we have mentioned, hayo maandiko yote and we tuliyoyataja, are supposed to cover na tunafaa in this kushughulikia sermon katika ibada a hii story that happened within 3 days. kisa ambacho kilichukua siku 3 kufanyika. So if we were to do it verbatim, word by word, Kwa hivyo kama tungeshukulia neno kwa neno, then we would live here on Tuesday, such a time as this. ingetulazimu tuondoke hapa siku ya Jumanne wakati kama huu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But for purposes of our sermon today, Lakini kwa ajili ya haja ya ibada ya funzo letu I siku ya leo, trust that you came with your Bibles. naamini ya kwamba ulikuja na Biblia yako, And because this is a church that teaches and preaches Bible, na kwa sababu hili ni kanisa linalofundisha na kuhubiri we Biblia, encourage all of us to carry their Bibles. nawahimiza kila mmoja wetu kubeba Biblia. Carry your Bible Beba Biblia yako in church, kanisani, whether it is digital iwe ni ile ya or kidijitali the hard copy. ama iwe ni ile Make sure nakala. you have a Bible. Hakikisha una But Biblia. open with me in the book of 1 Corinthians, Lakini fungua nami katika kitabu cha Wakorintho wa chapter number kwanza, 15. Wakorintho wa kwanza We shall read the 15. first 5 verses Tutasoma mistari ya kwanza that mitano relate to the death and resurrection of Jesus Christ. ambayo inahusiana na kufa na kufuka kwake Yesu This Kristo. book of 1 Corinthians Kitabu hiki cha Wakorintho wa was written kwanza by a man called Paul, kiliandikwa na mtu aitwaye Paulo, because he's the one who was the founder. maana ndiye alikuwa He mwasisi, was the founding pastor ndiye alikuwa mchungaji of the mwasisi church at Corinth. wa kanisa lile la If you Wakorintho. have read your Bible in the book of Acts chapter number 18, Iwapo umesoma kitabu chako we Matendo ya see the Mitume ministry 18, of Paul to the Corinth. tunaona huduma yake And Paulo kwa after he kanisa la planted Korintho, that church, na baada ya kuliasisi hilo he used to kanisa write letters to that church. akawa analiandikia nyaraka hilo kanisa, Church history tells us ya kwamba historia ya kanisa that he inatuambia wrote 4 letters to Yeah. that church in Corinth. ya kwamba kanisa hili la Wakorintho aliliandikia nyaraka But the 4, ones that were available and were canonized are 2. lakini nyaraka ambazo zilitambulika na kuweza kuandikika ni 2, That is the first and the second Corinthians. ya kwamba ni waraka wa kwanza na wa pili wa Wakorintho. And Paul is writing to them Na Paulo anawaandikia and tells them about true gospel. akiwaeleza kuhusu injili ya kweli, True gospel. injili ya We kweli. live in such a time Tunaishi wakati kama where there is a lot of compromise, ambako kuna hali ya mafunzo even in gospel. hata katika And injili. when he was writing to the Galatians, Na alipokuwa akiwaandikia he was Wagalatia, telling them, alikuwa you anawaambia slide too quickly ya kwamba mnakuwa to wepesi false teachings. kuingia katika And mafunzo he ya even uongo. told them, Kisha akawaambia including Peter, hata that Petro if anyone comes ya kwamba iwapo yoyote to teach atakuja any other gospel akawafundisha injili besides that nyingine which we have taught you, kando na ile then tuliwafundisha, discern that that is wrong. kwa hivyo mweze kugundua hiyo ni injili isiyofaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So in 1 Corinthians chapter number 15, Kwa hivyo katika Wakorintho wa kwanza mlango wa he 15 says that, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand. basi ndugu zangu na wahalifu
ile injili niliyowahubiri ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Verse number 2. Mstari wa pili. By which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Verse number 3. Mstari wa 3. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse number 4. Mstari wa 4 tusome pia. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Tusome mstari wa 3 na wa 4 kwa pamoja. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, na ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Verse number 5. Mstari wa 5. And that he was seen by Cephas, then by the 12. Na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. This is Paul writing. Huyu ni Paulo anayeandika. This is Paul writing. Huyu ni Paulo anayeandika. And he writes to the church at Corinth. Akiwaandikia kanisa la Wakorintho. I declare to you na kuambia na watangazieni the gospel injili which I preached to you, ambayo niliwahubiria, which you also received, pia mlioipokea, and in which you stand. na katika hiyo mnasimama. In which you stand. Na katika hiyo mnasimama. Brethren, the reason that we are born again today, ndugu, sababu yetu kuzaliwa mara pili leo, because of the works of Jesus Christ at Calvary. ni kwa sababu ya matendo yake Yesu Kristo pale Calvary. We know the story. Tunaelewa hadithi. But it is important to know the story behind the story. Lakini vizuri kuelewa hadithi kwa undani. Jesus was arrested in the garden. Ya kwamba Yesu alishikwa kwenye shamba la and not because he was overpowered. Na si kwa sababu alishindwa nguvu. But because he surrendered. Ni kwa sababu alijitolea. Even in that moment. Hata wakati huo. Even those that came to seize him. Hata waliokuja kumshika. Jesus was so powerful. Ya kwamba Yesu alikuwa na nguvu sana. That he said that I am he. Na yakasema mimi ndiye. And they all fell down. Na wote wakaanguka chini. If you read in John chapter number 18. Ukisoma katika Yohana 18. Verse number 6. Mstari wake 6. When he mentioned that he is the, he says I am he. Akasema mimi ndiye. They drew back and all fell to the ground. Wote walipiga hatua nyuma wakaanguka. So his arrest. Kwa hivyo kunaswa it is not because he was overpowered. Si kwa sababu alishindwa nguvu. But because he surrendered. Ni kwa sababu alijisalimisha. He allowed himself to be taken. Alijiruhusu mwenyewe ashikwe. It was not a loss of control. Hakuweza kukosa ushukani. It was a fulfillment of purpose. Ilikuwa ni kutimia kwa kusudi. It was a fulfillment of purpose. Ilikuwa ni kutimia kwa kusudi. When we read the story about the Gethsemane. Tunaposoma hadithi hii kuhusu Gethsemane. It is important for you to remember. Ni muhimu wewe ukumbuke. That Jesus Christ. Ya kwamba Yesu Kristo was 100% man. Alikuwa 100% mwanadamu. 100% God. Na 100% Mungu. And as a man. Na kama mwanadamu. He had seen crucifixions. Aliona kusulubiwa. He had seen crucifixions. Alikuwa ameona kusulubiwa. He had seen how Romans. Aliona jinsi Warumi treated their criminals. Waliweza kuwashughulikia wanaua. He knew where he is heading to. Alielewa mahali anapoelekea. And he knew what will happen. Na alielewa ni nini kitakachofanyika. Praise the Lord. He is not the only one who was crucified. Siye pekee aliyesulubishwa. We know for a fact. Tunajua kwa hakika. He was even crucified between two thieves. Aliweza kusulubishwa baina ya wanang'anyi wawili. And this man was innocent. Na huyu hakuwa na hatia. He was tried. Alijaribiwa. He was mocked. Alidhihakiwa. He was crucified. Alisulubiwa. A crown of thorns was placed on his head. Na ya kwamba taji ya miiba ikawekwa juu ya kichwa chake. As a ridicule. Kama jinsi ya kumdhihaki. Praise the Lord. Anasifiwe. And they said that he is the king of Jews. Na wakasema ya kwamba huyu ni mfalme wa Yahudi. And on the cross. Na pale msalabani. What looked like defeat. Ya kwamba kilichoonekana kama kushindwa. Was in fact divine victory in progress. Kwa hakika kilikuwa ni ushindi wa kiungu unaoendelea. Then he died. Kisha akafa. He died. Kisha akafa. The earth shook. Dunia ikatikisika. And the Bible says that he gave up his ghost. Na kisha akakata moyo. The veil in the temple was torn into two. Na kwamba kitambaa kwenye hekalu kikatawanyika mara mbili. And silence covered the land. Na kisha ukiwa ukashika nchi.
To any human that was there, kwa kila mwanadamu aliyekuweko, it appeared this is finished. ilionekana ni ya kwamba haya mambo yameisha, This is done. ya kwamba hili But limefika the good mwisho. news is, Lakini habari njema ni heaven was kwamba not silent. ya kwamba mbingu haiko Heaven was imekimya, not silent. mbingu haiko imekimya, It was executing ilikuwa the inafanya greatest act of redemption. kitendo kikuu kabisa cha The ukombozi, greatest act of redemption. kitendo ambacho ni kikuu cha ukombozi. The tomb was sealed. Aha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Don't worry. Amen. It's not tarumbeta. Hiyo si tarubeta. Fear not. Usiogope, Fear not. usiogope. Yeah, tarumbeta would sound differently. Tarumbeta, sauti ya tarumbeta itakuwa tofauti, But it shall be sounding lakini itakuwa na sauti in the fullness of time. katika utimilifu wa wakati, Jesus died on the cross. ya kwamba Yesu akafa And there msalabani, is a man called Joseph of Arimathea. na kunaye mtu aitwaye Yusufu wa Arimathea. The Bible records that he was a rich man. Biblia inasema alikuwa tajiri, And the Bible says in the book of Mark that he gained courage. na Biblia inasema katika kitabu cha Marko akawa na And ujasiri, he went and said that we want the body. I want the body of Jesus Christ. akaondoka akasema nataka mwili wake Yesu Kristo, And they looked at him na kisha and wakamtazama they said, are you sure he died? na wakamuuliza kuna hakika alikufa? And then one centurion was sent. Na kisha bwana mkuu wa polisi mmoja And alitumwa he brought the information back na kaleta ujumbe and said, yes, he's dead. na akasema kwa hakika And amekufa. then he was allowed to take the body of Jesus Kisha Christ. akaruhusiwa kuubeba mwili wake And the Yesu Bible Kristo. records that he took fine linen Na kisha Biblia inasema kwamba akabeba sanda lake and he wrapped the body of Jesus Christ. na kisha akafunga mwili wake Yesu And he Kristo carried the body na akaubeba mwili into a tomb that he had hewn. na katika kaburi alikokuwa It amechimba, was a new tomb. ilikuwa ni kaburi mpya And he had just hewn it. na alikuwa And he ameitengeneza, placed the body there. kisha akalaza mwili pale. Jesus was put in a borrowed tomb Kwa hivyo Yesu aliweka kwenye kaburi la because it was kuoa, just a matter of 3 days. kwa sababu ilikuwa tu ni And then he shughuli ya will siku get out of tatu. the tomb of the owner. Kisha ataondoka kwenye kaburi la mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The tomb was sealed Ya kwamba kaburi because the lilifunikwa, centurions went and said, kwa sababu kiongozi wa polisi alienda na this kusema man, ya kwamba mtu they even huyu, called our Jesus hata walimwita Yesu the wetu liar. mdanganyifu, That this man, ya kwamba mtu the huyu liar, ambaye ni he said mdanganyifu that in 3 days alisema kwa siku he would tatu resurrect. ya kwamba Give us atafufuka. permission Tupe ruhusa go and guard the tomb. twende tukilinde kaburi, And they went to guard the tomb. na wakaondoka kulinda kaburi, They went to guard the tomb. wakaondoka kulinda kaburi, The tomb was sealed ya kwamba kaburi and lilifunikwa it was guarded. na kisha likawa na But ulinzi. yet on the third day, Lakini katika siku ya tatu that sealing and guarding ya kwamba kule kufunika na kisha kulinda could not hold him. hakungemshikilia, Could not hold him. Even the hakungemshika. presence of the Roman guards Hata uwepo wa viongozi wa could Kirumi not prevent resurrection. haungezuia kufufuka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Who guards a dead person? Ni nani anayemchunga Who aliyekufa? guards a dead person? Nani achungaye mfu? You know, even in our culture, Unajua hata katika tamaduni the zetu north and south cemeteries ya kwamba kule kaburi are not guarded. hakuna People go ulinzi, and bury. watu wanaenda kule And na after they are kuzika, done, they leave na baada ya kuzika and go to wanaondoka their na businesses. kisha wanarejelea But biashara this zao. was guarded. Lakini hapa But even palilindwa, besides the guarding, ya kwamba hata kando na it could kulinda not prevent resurrection. hawangezuia kufufuka. Praise the Bwana Lord. asifiwe. They stood watch Wakasimama over a wakitazama grave that could not contain Jesus Christ. kaburi ambalo halingemshika Yesu, And the stone was rolled away. na jiwe liliondolewa On a Sunday morning like today, katika siku ya Jumapili kama ya leo, not to release him, si kwa ajili ya but to kumwachilia, reveal that he has risen, lakini ili kuthibitisha that they can amefufuka, see that he's not there. ili waone hayuko pale. Praise the Bwana Lord. asifiwe. So Paul is saying, Kwa hivyo I Paulo declare to anasema you the gospel, ya kwamba na which watangazia I preached to injili you, ambayo referring niliwahubiria, to what he preached in Acts chapter number 18, akirejelea alichohubiri which katika you Mathayo also 18, received kisha ambao mlipokea and in which you stand. na katika hiyo Our mnasimama, salvation ya kwamba wokovu stands wetu on the work at Calvary. unasimama That katika though kazi we ya Kalvari, were yet sinners, ya kwamba hata kama tulikuwa wenye God dhambi, loved the world ya kwamba Mungu and akapenda he sent ulimwengu his only son na akamtoa mwanawe wa pekee to die for us, afe kwa ajili to yetu, die for us, afe kwa so ajili that yetu, whoever believes in him ili kila anayemwamini gets eternal life. apate uzima wa In milele. the Old Testament, Katika agano la we see kale the imagery tunaona in the ufananisho life of Joseph. katika maisha ya Joseph Yusufu, was also loved by his father ya kwamba Yusufu alipendwa na because he was a baba, son of his old age, maana alikuwa ni and he mwana wa was uzeeni, sold kisha akamuuza
he was sold 20 pieces of silver. kisha akauzwa shekeli 20. And Jesus was sold that pieces of silver. Na kisha Yesu aliuzwa 30 shekeli 30. By whom we can call brothers. Kwa wale ambao tunawaita ndugu Praise zake. the Lord. Bwana asifiwe. But Joseph also came to redeem the family. Lakini Yusufu alikuja ili akomboe Because familia. when there was famine in the land, Manake wakati kulikuwa na njaa katika nchi, it is Joseph that provided for the family. ni Yusufu aliyetwalia familia. So that is an imagery that God is giving us. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kufananisha ambayo Even Bwana before the anatupa. death and crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Hata kabla ya kufa na kufufuka kwake Yesu And when Kristo. Jesus dies at the cross, Na wakati Yesu afapo msalabani, there is a purpose of his death and resurrection. kuna kusudi la kufa kwake na We look at kufufuka. 4 purposes of Jesus' death and resurrection. Tunashughulikia kusudi 4 za kufufuka kwake Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. 4 important things Mambo 4 that muhimu are associated with the gospel. ambayo yanahusiana na And Injili, we'll just look at one of them na tutashughulikia moja yake in the interest of time. kwa ajili ya But wakati. Paul talks about Christ's death, Lakini Paulo anaongea kuhusu kifo cha his Kristo, burial, kuzikwa kwake, his burial, kuzikwa kwake and his resurrection, na kisha kufufuka and kwake, his appearance to his disciples. na kisha kutokea kwake kwa wanafunzi, Christ's death, ya kwamba kifo cha his Kristo, burial, kuzikwa his kwake, rising from the dead, kufufuka kwake and kutoka his kwa wafu, appearances to his na disciples. kisha kuwatokea And wanafunzi Paul wake. says that he did that in accordance with the scriptures. Na Paulo anasema ya kwamba hiyo ilifanyika kulingana na maandiko, Because Jesus did not come to abolish the law, kwa sababu Yesu hakuja but he kuondoa came sheria, to fulfill each of bali them. alikuja akatimiza kila He sheria. came to fulfill each one of them. Alikuja kutimiza When kila sheria. John the Baptist saw Jesus Christ, Wakati Yohana he Mbatizaji looked at him anapomwona and Yesu, pointed at him, alimtazama and he said, "Behold the Lamb na akasema, tazameni that takes away the mwanakondoo sins of men." azibebaye dhambi za wanadamu. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. it is accordance with the Hivyo ni scriptures. kulingana na maandiko Behold the Lamb. ya kwamba See the tazameni, Lamb of God oneni mwana who kondoo takes wa Mungu away the sins of the world. azibebaye dhambi za He, ulimwengu. Jesus was the Lamb. Ya kwamba Yesu alikuwa mwana kondoo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And in many other scriptures, Katika maandiko we see mengine that mengi Jesus Christ, tunamwona Yesu Kristo, Jesus Christ Yesu Kristo was to die for our sins and iniquities. angekufa kwa ajili ya dhambi na maovu He was yetu. to die for our sins and iniquities. Alikuwa afe kwa ajili ya dhambi na maovu Christ yetu. died for our sins. Ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya According to dhambi the zetu scriptures. kulingana na maandiko. Christ died for our sins. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi According zetu to the scriptures. kulingana na maandiko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We know, Tunajua he says anasema that his blood ya kwamba damu is the yake blood of new covenant, ni damu ya agano which jipya is shed for many iliyomwagwa kwa ajili ya and for the wengi forgiveness of na sins. kwa ajili ya msamaha wa That was dhambi. the words of Jesus Christ Haya yalikuwa ni maneno ya in Yesu Matthew Kristo 26 verse number 28. katika Mathayo That for this is my 26:28, blood, kwa sababu hii ni the damu blood yangu, of the new covenant, damu ya agano which jipya is shed for many ambayo ilimwagwa kwa for ajili the ya wengi forgiveness of sin. kwa ajili ya For the kusamehewa forgiveness dhambi, of sin. kwa ajili ya So he kusamehewa died dhambi. Kwa hivyo alikufa according to the scriptures kulingana na maandiko for our sins. kwa ajili ya dhambi zetu, For our sins. kwa ajili ya dhambi And zetu. then he was buried Kisha alizikwa and he rose again. na akafufuka tena, He was buried alizikwa and he rose again. na akafufuka tena. Praise the Bwana Lord. asifiwe. So the death, the burial, and the resurrection Kwa hivyo kufa, kuzikwa na kufufuka causes complete redemption to us. kunasababisha ukombozi kamili kwetu, Jesus is no longer at the cross. ya kwamba Yesu hayumo msalabani tena, And that's why our symbol na ndiyo ishara yetu is an empty cross. ni msalaba tu. Maybe you have seen another cross Pengine umeona misalaba that mingine has something on it. ambayo imewekwa kitu That is kingine not what we kule. believe in. Hayo siyo yale Because our tunayoamini. Kwa cross sababu msalaba is wetu empty. uko tupu, Because also the tomb kwa sababu pia is kaburi empty. liko tupu. The tomb is empty. Kaburi liko tupu. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. tomb is empty. Kaburi liko Because tupu. Christ died for our sins Kwa ajili Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi according to zetu the scriptures. kulingana na And that maandiko, he was buried. na kwa hivyo alizikwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He was buried. Alizikwa. There is many scriptures that talks about the burial of Jesus Christ. Kuna maandiko mengi yanayoongea kuhusu kuzikwa. Many scriptures Kuna maandiko that mengi talks about the burial of Jesus Christ. inayoelezea kuhusu kuzikwa kwa That Yesu Kristo, he was buried ya kwamba alizikwa and then he rose again. kisha alifufuka He tena. rose again on the third day Alifufuka tena siku ya tatu according to the scriptures. kulingana na maandiko. Jesus Christ Yesu is Kristo called the firstborn from the dead anaitwa akifungua mimba toka kwa wafu because he rose again on the third day. kwa sababu He alifufuka was tena siku killed ya and tatu. crucified on Friday, Alisurubishwa siku ya Ijumaa and he was in the grave the Friday before the
Passover, Na before kisha the Sabbath, akawa kaburini kabla ya sabato and the entire Sabbath day, na sabato nzima and part of Sunday morning. na sehemu ya Jumapili asubuhi. Praise the Bwana Lord. asifiwe. And he rose on the third day, Na kisha akafufuka siku ya according to tatu the scriptures. kulingana na maandiko. According to the scriptures. Kulingana na There are many maandiko. scriptures that talked about death and burial of Jesus Christ. Kuna maandiko mengi yaongeao kuhusu That as kufa na kuzikwa Jonah kwa was Yesu in the Kristo. belly of the fish Na kama vile Yohana alikuwa kwenye tumbo la for samaki 3 days, kwa siku so tatu, shall be the Son of Man also na hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa, experience the same. atashuhudia yale yale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We have read that in this place. Tumesoma hayo mahali hapa. So Paul is saying Kwa hivyo Paulo anasema that this is the gospel ya kwamba hii ndio that injili I preached to you, ya kwamba and this niliyowahubiria, is the gospel na hii ndio that injili you stand on. ambayo mnasimama This kwake. is the gospel Hii ndio that injili you must stand on. ambayo lazima msimame That juu Jesus yake, is alive. ya kwamba Yesu yu That hai, Jesus is alive. ya kwamba Yesu yu I was hai. talking about the purpose of his death and resurrection. Nilikuwa naongea kuhusu And kusudi the la first kufa kwake na purpose kufufuka, na kusudi la kwanza Is that his death was the payment for sins. ni ya kwamba kufa kwake kulikuwa ni malipo kwa ajili ya dhambi, Payment of sins. malipo kwa ajili ya We were dhambi. born sinners. Tulizaliwa wenye We were dhambi, sinners from the beginning. tulikuwa wenye dhambi And tangu even mwanzo, when we were still sinners, na hata wakati tulikuwa wenye God dhambi, loved the world ya kwamba Mungu and did anapenda not send a ulimwengu, commission of inquiry, na hakutuma but tume ya he sent his uchunguzi, only begotten son. lakini akatuma He mwana wake wa sent his only pekee, begotten son. akatuma mwana And wake wa Paul pekee. is reminding them in verse number 3 Na Paulo anawakumbusha katika mstari wa he 3 died for our ya sins. kwamba alikufa kwa ajili ya He dhambi died zetu, for our sins. alikufa kwa He ajili ya dhambi died zetu, for our sins. alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. cross Msalaba was the place where justice and mercy met. ulikuwa ni mahali ambapo hukumu na rehema zilipatana, Sin was judged ya kwamba dhambi zilihukumiwa and grace was released. na kisha neema So ikaachiliwa. today Kwa hivyo leo we can enter tunaweza ingia boldly into the throne of grace katika hali ya ujasiri katika maeneo ya neema, because we are forgiven maana tumesamehewa because of the work of Christ at Calvary. kwa ajili ya kazi ya Kristo pale Kalvari. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Without the shedding of blood, Bila kumwagika kwa there is no damu forgiveness of sin. hakuna msamaha wa And dhambi, by the shedding of the blood of Jesus na Christ, kutokana na he was kumwagika kwa damu ya the Yesu ultimate Kristo sacrifice. akawa ni dhabihu He was kamili, the ultimate sacrifice. akawa ndio dhabihu kuu. Because in the old, Maana pale the katika shadows za that we kale, see in the Old Testament, ya kwamba uzuri tunaoona katika agano la kale, the blood of the animals ya kwamba damu ya used to wanyama cover. ilikuwa inafunika, Used to cover. ilikuwa Used inasitiri, to cover. ilikuwa But the inasitiri, blood of Jesus Christ lakini damu ya Yesu comes Kristo to cleanse us. inakuja It comes kutusafisha, to cleanse us inakuja from kututakasa every unrighteousness. kutokana na mambo Though yote we ya are, haki. our sins are as red as scarlet, Hata kama dhambi zetu nyekundu sana, the blood of Jesus, damu ya Yesu Kristo it cleanses us. inatuosha Become as white as snow. na tunakuwa weupe kama theluji. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The first reason Ya kwamba sababu ya was that kwanza his death ni ya kwamba kifo was chake the payment for sin. ilikuwa ni gharama He kwa ajili ya said it dhambi, is finished akasema imekwisha, because he has paid. maana amelipa, He has paid. amelipa, He has paid for our sins. amelipa kwa ajili ya dhambi zetu. The second Jambo la pili, purpose of his death and resurrection kusudi la pili la kufa na kufufuka is that his resurrection ni ya kwamba kufufuka kwake is the proof ni thibitisho and power of our faith. na nguvu za imani yetu, Is the proof ni thibitisho and power of our faith. na nguvu za imani yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In verse number 17 of 1 Corinthians 15, Katika mstari wa 17 pale pale wa Korintho wa kwanza 15, the scripture is very clear. maandiko inasema It bayana, says that if Christ is not raised, inasema na kama then Kristo, our faith is futile and we are still in our sins. inasema ya kwamba na kama Kristo hakufufuka imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If Christ is not raised, Iwapo Kristo hakufufuka, then our faith is futile. imani yetu ni bure. I came to remind each one of us today Nimekuja kumkumbusha that kila mmoja our wetu leo faith is not futile. ya kwamba imani yetu si Our bure, faith is not futile imani yetu si because bure, Christ maana Kristo was raised from the dead. alifufuka toka kwa Christ wafu, is not in the grave. ya kwamba Kristo The hayuko tomb kaburini, is empty kaburi liko and tupu, our faith is not futile. na ya kwamba imani yetu And si we are bure, not in our sins. na hatuko katika Our dhambi sins zetu, have been forgiven. dhambi zetu So tumesamehewa. the reason why Jesus died and rose again Kwa hivyo sababu ya Yesu kufa na is to kufufuka prove, tena to give proof ni kutoa thibitisho and power na nguvu of our faith. ya imani yetu, Our faith. ya imani We yetu. have faith in God. Tuna imani katika We have Mungu, faith. tuna imani, We are faithful. sisi ni We waamini, believe tunaamini in God katika and Mungu that which He did for na us. kile alichotufanyia sisi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are not still in our sins.
hatumo ama hatungali katika dhambi zetu. The resurrection Kufufuka validates everything. kunafanya kila kitu, Validates everything. kunaondoa kwa kila kitu, Jesus said and accomplished. ya kwamba Yesu akasema imetimia. Everything that Jesus said Kila kitu ambacho Yesu alisema and accomplished. na akaweza kufanya, It is the assurance ni hakikisho that the sacrifice was accepted. ya kwamba dhabihu ilikubalika. If Christ is not risen, Kama Yesu Kristo your hajafufuka, faith is futile ya kwamba imani yako ni and you bure are still on your sins. na ungali katika dhambi. But Christ is risen Lakini Kristo and amefufuka our faith is alive. na imani yetu I said i our hai. faith is alive Imani yetu i in the hai name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu Kristo. The third reason Sababu ya tatu of his death and resurrection ya kufa na kufufuka kwake is that his resurrection ni ya kwamba kufufuka kwake ushers us kunatukaribisha into a living hope. katika tumaini la uzima, Into a living hope. katika tumaini In lililo 1 hai. Peter chapter number 1, Katika Petro 1 kwanza Peter moja. chapter number 1, Petro wa kwanza we have moja, covered this in our Bible study. tumeshughulikia haya katika We mafunzo go ya back to Biblia. verse number 3, Turejelee mstari wa 3 that we have begotten again. ya kwamba tumezaliwa mara We tena, have been begotten again. ya kwamba tumezaliwa tena, Peter is writing. ya kwamba Petro We know the anaandika, context of this. tunaelewa muktadha wa He's haya, writing to the 5 churches anayaandikia makanisa matano that in the 5 provinces katika maeneo that matano were facing persecution. ambayo yalikuwa yanaelekea And he kuteswa. writes and says, Na anaandika na kusema, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Blessed be the Lord. Ahimidiwe Mungu. Blessed be God Ahimidiwe and the Mungu Father of our Lord Jesus Christ, na Baba wa Bwana who wetu Yesu according Kristo, to his abundant mercy ambaye kwa rehema has zake nyingi begotten us again. alituzaa Just mara lift ya up your pili. hand and say, I am born again. Inua mkono wako sema Say, I am nimezaliwa born mara ya again. pili. Sema I nimezaliwa am mara ya born pili. again. Nimezaliwa In mara the ya name pili. of Jesus Christ. Kwa jina la We Yesu have been Kristo. begotten again Tumezaliwa mara ya into pili a living hope. katika tumaini Our lenye hope uzima, is not dead. ya kwamba tumaini letu We have halijakufa. a living hope. Tuna tumaini We lenye have a uzima. living hope. Tuna tumaini lenye uzima. Praise the Lord. Bwana You see, asifiwe. faith and hope, Unaona, imani na tumaini, faith and hope, imani na tumaini they are inseparable. haziwezi They are zikatenganishwa, inseparable. hazitenganiki, They are inseparable. haziwezi When you see the zikatenganishwa. definition of faith, when you see the definition of faith, Unapoona maelezo kuhusu it imani, says that now faith is inasema imani ni the evidence of things hoped for. ya thibitisho la mambo yanayotumainiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So hope Kwa hivyo is tumaini evidence of faith. ni thibitisho ya imani. Praise the Bwana Lord. asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we have been begotten Na tumezaliwa mara ya pili into a living hope. katika tumaini lenye Into a uzima, living hope. katika tumaini la uzima, Into a living hope katika tumaini lenye uzima through the resurrection kupitia kufufuka of Jesus Christ kwake Yesu Kristo from the dead. kutoka kwa wafu. Praise the Lord. Bwana We asifiwe. could have other religions, Tungekuwa na dini but nyingine whoever they believed in, na dini wanayemwamini their bones rotted in their graves. ya kwamba wao But there is a walichinjiwa kule difference for kaburini, us as Christians. lakini kuna tofauti. Jesus kama Christ, Yesu Kristo our Savior, Mwokozi He wetu is alive. yu hai. They tried to kill him, Walijaribu but on the kumuua, third day, lakini kwa siku ya He rose tatu again akafufuka in tena accordance with the na scriptures. kulingana na And maandiko, now we have been begotten again na sasa tumezaliwa mara ya pili into a living hope. katika tumaini lililo na Our uzima, hope is not theoretical. ya kwamba tumaini yetu tu maelezo tu It is alive. na uhai lenye uzima, It is living. linaishi, It is active. linatenda And it is anchored na kisha imewekwa in the risen Son of God. katika ufufuko wake Yesu, Is the risen Son of God. la ufufuko wa mwana wa Mungu. And the fourth purpose, Na kusudi la nne, his resurrection kufufuka kwake guarantees transformation. kuna tuhakikisha kubadilika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We know for a fact Tunajua kwa uhakika from the scriptures kutoka kwa maandiko that death is no longer the end. ya kwamba kifo si mwisho, Death is defeated. kifo kimeshindwa. What was perishable Kile ambacho kingeisha is given the promise kimepatiwa ahadi of becoming imperishable. ya kuwa kitu kisichoisha. The resurrection Kufufuka is both a present power ni nguvu za wakati uliopo and a future na assurance. hakikisho la And wakati a ujao, future assurance. na hakikisho la So wakati ujao. Paul reminds the church in Corinth Kwa hivyo Paulo anakumbusha kanisa la Wakorintho that this gospel, ya kwamba injili hii, this
gospel. Injili hii It is the gospel that had passed to you ni injili niliyowapa, when I first, in the way I also received it. jinsi nilivyoipokea, Because Christ died for our sins kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi in zetu accordance to the scriptures. kulingana na maandiko. Everything that happened, Kila kitu it kinachofanyika was according to the scriptures. ilikuwa ni kulingana na It's maandiko, according to the scriptures. ilikuwa ni kulingana na maandiko. Everything that happened Kila kitu was according kilichofanyika to the scriptures. kilifanyika kulingana na Even the maandiko. betrayals Hata of kusalitiwa Judas Iscariot kwake was Yudasi according to the scriptures. kulikuwa kulingana na maandiko. Everything that happened Kila kitu was according to kilichofanyika the scriptures. kilifanyika kulingana And na his maandiko, death na kufa and kwake his burial na kuzikwa and his kwake resurrection na kufufuka was in kwake according to the scriptures. kulikuwa ni kulingana na maandiko. Praise the Lord. Bwana He asifiwe. rose on the third day Akafufuka siku ya according tatu to the scriptures, kulingana na and maandiko, that he was seen. na kwamba He was seen. alionekana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He was seen Alionekana by Cephas na yule Sefa ama Kefa, and then by the 12. kisha na wale 12. Praise the Lord. Bwana You know asifiwe. the story of Cephas Unajua kuhusu mahadithi yake Kefa and the 12. na wale The Bible 12, says that after that he was seen by others. na Biblia inasema kwamba baada ya hao kuna wengine waliomwona, that is the evidence. kwa sababu hiyo ndiyo thibitisho, That is the evidence. hiyo ndiyo thibitisho, That is the evidence. hiyo ndiyo thibitisho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jesus said Yesu that I have akasema, not come to destroy sijakuja kuharibu the law or the prophets. ya kwamba sheria ya manabii, I have come nimekuja to fulfill them. It kuyatimiza. was in according to the scriptures. Ilikuwa ni kulingana na maandiko, In the scriptures. katika maandiko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Luke 24 verse number 25, Katika Luka 4:25 Jesus answered Yesu anajibu and he said to them, na akawaambia, O foolish ones, enyi wapumbavu and slow of heart to believe all the prophets have spoken, was not the Christ bound to suffer these things and to enter his glory? Tunaingia katika Luka 24 mstari wa 26. Biblia inasema ya kwamba je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Praise the Lord. Kisha mstari wa 27 akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Isaiah chapter number 53, Katika kitabu cha Isaia 53 from verse number 1, kuanzia mstari wa kwanza, it sets forth inaweza kutoa the sufferings and death of Christ for sinners. mateso na kuugua kwa wenye dhambi 700 years miaka 700 before Jesus comes to the world. kabla Yesu kuja ulimwenguni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He says he will grow up before him. Anasema From atakuwa. verse number 2. Isaiah 53 verse number 2. Tuingie katika kitabu cha Isaia 53 mstari wa pili. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo Continue. na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata hatumtamani. Verse number 3. Mstari wa 3 nasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Verse number 4. Mstari wa 4 nasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Mstari wa 5, mbali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichumbuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. 6, si sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Mstari wa 7, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Mstari wa 8, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni anani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. 9, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake,
ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchumbua, amemhuzunisha. Utakaofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Let's get to verse number 10. Tusome mstari wa 10 tena. Lakini Bwana aliridhika kumchumbua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It was prophesied, ilikuwa imetabiriwa by the servant of God, na mtumishi wa Mungu, and it says that he was oppressed, na kisha kusema ya kwamba he was aliteswa, afflicted, ya kwamba aliteswa, but did not open his mouth. wala hakufungua kinywa He did chake, not open his mouth. hakufungua kinywa He was chake. brought like a lamb to the slaughter. Aliletwa kama mwanakondoo kwenye kichinjio, He was taken from prison alichukuliwa kwenye and jela from judgment, na katika hukumu, and he was struck. na kisha alipigwa. He was struck. Alipigwa. When you read the chapter in Isaiah, Unaposoma hatua ama mlango huu wa Isaia, we see some additional benefits tunaona of mafaida everything that Jesus went through, ya kile ambacho, kwa sababu ya kile ambacho Yesu and that is alipitia. what we want to declare today Na hayo ndio tunataka kutangaza upon siku our ya leo. lives. Juu ya maisha yetu, Upon our lives. juu ya maisha yetu. In verse number 5, Katika mstari wa it 5 says that by his stripes we were healed. anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. By his stripes we were healed. Kwa kupigwa kwake And in sisi such tumepona. a season as this, Na ni kwa wakati we kama want huu, to reclaim, tunataka we want to kuchukua, declare upon our lives tunataka kutangazia maisha yetu every reason kila sababu that caused Jesus to go through what he went through, iliyosababisha to Yesu manifest kupitia in our haya lives kupitia, in Jesus' name. kudhirika katika Because maisha it yetu was not katika in jina la vain. Yesu. Kwa sababu si bure, It was not in vain haikuwa ni bure that he was taken. ya kwamba It alipigwa, was not in vain si bure that he died. ya kwamba It was alikufa, not in vain si kwa ni bure that he received stripes ya kwamba in the alipata name of kuteswa. Jesus Christ. Katika jina la And Yesu today we declare na siku leo that by the tunatangaza, stripes of Jesus Christ kutokana na kupigwa that we kwa shall Yesu walk Kristo, in divine health. tutatembea katika We shall uponyaji wa walk in kiungu. divine health Tutatembea katika because it afya was ya kiungu. already paid for Maana tayari in the lilipigwa name of gharama. Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo, Every affliction, kila kuteswa, every infirmity, kila ulemavu, every hidden condition, kila hali it iliyofichika must bow lazima to the finished work kwa kazi at the iliyokamilika cross pale in the msalabani. name of Jesus Christ. Katika jina la I Yesu declare Kristo, upon each one of us today natangazia kila that we mmoja shall wetu walk in leo. divine health. Tutatembea katika We afya shall ya walk in kiungu. divine health. Tutatembea katika That afya was ya the kiungu. reason Hiyo ndio of sababu Jesus going through what he went through ya Yesu kupitia yale according to the aliyopitia, scriptures kulingana na in the maandiko. name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. In Galatians Katika chapter Wagalatia number 3 verse number 13, 3:13, because Jesus was hung on the kwa cross, sababu Yesu alisulubiwa msalabani, the cross, he became a curse for us. ya kwamba akawa nana kwa ajili yetu. And today we declare Na leo upon the tunatangaza finished work at the cross, uhusiana na kazi iliyokamilika every msalabani, curse kila laana that has been pursuing any of us, ambayo imekuwa ikimfuata kila mmoja wetu, spoken imenenwa or inherited wala or imehifadhiwa enforced, ama is imeweza broken kutoka over today in imevunjwa the leo name katika of jina la Jesus Yesu Christ. Katika jina You la are Yesu. redeemed Umekombolewa into blessings. katika baraka. You are redeemed Umekombolewa into favor. katika You kibali. are redeemed Umekombolewa into divine alignment katika kuwekwa in kiungu. Jesus' mighty name. Katika jina la His Yesu. work at the cross Kwamba kazi yake is not msalabani infutile. si bure. There was a reason. Kulikuwa na And sababu. because he was made a curse for us, Kwa sababu I alifanyika declare laana kwa that you are ajili yetu. blessed. Natangaza I bless you from umebarikiwa. this altar. Nakubariki I kutoka bless you in katika accordance altar. with the scriptures. Nawabariki I kulingana na bless you in the name of Jesus Nawabariki Christ. katika You jina la shall Yesu. walk a blessed life. Utatembea Your maisha yenye family is baraka. blessed. Familia yako Your imebarikiwa. children are blessed. Watoto wako wamebarikiwa. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Because Kristo. of the work at the cross. Kwa ajili ya kasi In msalabani. Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. And the blood speaks. Na damu inanena. Life is in the blood. Ya kwamba uhai umo Hebrews katika damu. 12:24 tells us. Waibrania 12 inatuambia. Hebrews 12:24. Waibrania 12:24. Hebrews 12:24. Waibrania 12:24. That Jesus the mediator of the new covenant and the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyuziwa inenayo tena kuliko ile ya Habili. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
The blood of Jesus. Damu ya Yesu It speaks better things. inanena It mema, speaks better things. inanena mambo On this mema. Easter Sunday, Na kutokana na I Pasaka, declare upon your life, natangazia maisha there will yako, be no judgment, hakutakuwa na but hukumu, mercy. lakini There will be no rehema. condemnation, Hakutakuwa na but hukumu, justification lakini in the kutakaswa. name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Every Kristo. accusation is silenced. Kila Every hukumu- accusation is silenced. Kila hukumu And you imeweza stand accepted kunyamazishwa. before the Lord in the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Life is in the blood. Ya kwamba uhai umo katika I declare damu. the life of God upon your lives Tangaza uhai wa in damu ya the Yesu name Kristo of Jesus maishani mwenu. Christ. Katika jina Where la people Yesu. spoke negative concerning your life, Mahala ambapo the watu blood wananena of mambo Jesus speaks jinsi. better things. Na sio The mambo blood mema. of Jesus speaks better things. Damu ya Yesu Kristo inanena mambo. Enjoy life. Furahia maisha. Enjoy long life. Furahia maisha Enjoy marefu. good health. Furahia maisha Enjoy marefu. prosperity. Furahia Enjoy utamu. divine protection. Furahia ulinzi. Enjoy divine provision. Furahia utwalizi wa kiungu. Because the blood of Kwa Jesus sababu damu ya Yesu speaks Kristo better things. inanena mambo It mema. speaks better things. Inanena mema. Speaks better things Inanena mema than any blood. kuliko damu In the nyingine. name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. Forget about the blood Sahau kuhusu damu. that Kiama is asking. Aha. Ambayo inaomba na kiama. They only want to eat meat. Leo ni kula nyama. Anything you want, bring a mbuzi. Kila kitu unachotaka leta kondoo The ama blood of mbuzi. Jesus Damu ya Yesu silences every other blood. inanyamazisha damu Silences nyingine every other yote. voice. They Inanyamazisha may have sauti threatened nyingine. you Wanaweza kuwa that you have walikuta not given them a mbuzi. ya kwamba hujawapa But the kondoo. blood of Jesus Damu ya Yesu Kristo is superior. ina I nguvu said it zaidi. is superior. Ina uwezo And zaidi. it speaks better things. Na inanena May mema. better things be your portion. Naomba mema From mema this iwe month yako. forward. Kwanzia mwezi huu From this kuendelea. month forward. Kwanzia mwezi huu kuendelea. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Easter is significant for us. Pasaka ni muhimu And kwetu. we cannot assume. Na hatuwezi chukulia We bure. cannot assume. Hatuwezi Our tukaichukulia bure. faith is not futile. Ya kwamba imani yetu si Because there was bure. a reason Kwa sababu kulikuwa in na according sababu to the scriptures. kulingana na In maandiko. Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. In Romans chapter number 8 verse number 11. Katika Warumi 8 We may not read. Wenda tusisome. But the spirit that raised Christ from the Lakini dead roho aliyemfufua Yesu Kristo toka kwa wafu is at work in you. imo kazini kwako, And I declare na nakutangazia divine quickening. ya kwamba Divine hima ya quickening. kiungu, Your spirit, ama kasi ya kiungu, your mind, mawazo and your yako purpose na kusudi is lako coming alive. inakuwa You are hai. rising out of stagnation. Ya kwamba unaondoka Every kutoka spirit of kutuama. stagnation Kila roho wa is releasing kutuama you from today. anakuachilia Because kuanzia that leo, power kwa sababu hizo that nguvu resurrected Jesus Christ zilizomfufua Yesu from the dead kutoka kwa is at wafu work in you. imo kazini In the kwako. name of Jesus Kwa Christ. jina la May Yesu you Kristo. receive divine momentum. Naomba upate May you nguvu za receive divine kiungu, acceleration. uweze kupata May you kazi ya receive kiungu, divine speed upate kazi in ya the kiungu. name of Jesus Katika Christ. jina la In Yesu the name Kristo. of Jesus Christ. Katika jina la May Yesu that Kristo. resurrection power Naomba nguvu hizo za ufufuo resurrect everything zifufue kila kitu that you had considered dead. ambacho ulichukulia kuwa May that kimekufa. vision Naomba be maono activated hayo afresh. ifanyike May upya. that vision Naomba maono be hayo activated afresh. iwezeshe May upya, that dream you had na hiyo ndoto may it uliyokuwa nayo be activated afresh. iwezeshe upya In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. You know, in the morning Unajua, we came here to pray, pale asubuhi tulikuja kuomba and there was a prayer point na kulikuwa na ombi hili about reactivation. kuhusu kuhaisha ama I kuisha. don't know how you prayed. Unajua vile uliomba? I don't know Sijui how you prayed. jinsi ulivyoomba. My Father, my God, Baba Mungu wangu, may there be an activation. acha pawe na uwezo. Peter tells us in 1 Peter 4 verse number 7. Petro anatuambia katika Petro wa kwanza 4:7, Be serious in your prayers. uwe na akili katika maombi. The Swahili version slaps differently. Ama kusema slap ni tofauti. Kiswahili ni tofauti kidogo. Be serious and watchful in your prayers. Nasema muwe na akili, mkeshe katika sala. Are we serious in our prayers? Je, tuko na akili katika maombi? Yes. Now you're slapping it. Are we serious in our prayers? Je, amen. Read the word according to the scriptures. Amen. Biblia sema ya kwamba lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Resurrection power. Nguvu za ufufuo. May there be a resurrection. Naomba kuwe na kufufuka Even in your body. hata katika mwili That wako. dead organ
kicho kiungo may it kicho receive the kimekufa. power of God. Naomba kipokee In the nguvu za name of Mungu. Jesus Christ. Katika jina la Yesu May it Kristo. receive rejuvenation. Wacha kipate In the name upya. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu That Kristo. resurrection power Hizo nguvu za that ufufuo raised Jesus Christ ambazo limfufua Yesu from the dead, toka kwa wafu, it is still active. ingali It is inatenda, still in us. ingali It ndani is at yetu, work in us. imo kazini And we ndani yetu, activate it today na in tunaiwezesha leo accordance with the scriptures. kulingana na In the name of Jesus katika Christ. jina la We Yesu are Kristo. rising out. Tunainuka We are sasa, rising out. tunaondoka Out of stagnation. kutoka kutuama. We are rising out. Tunaondoka sasa Out of anything kutokana na that was chochote delaying us. ambacho In the name of kinatustawiza Jesus katika Christ. jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And when Jesus was resurrecting, Na wakati Yesu alikuwa anafufuka, we see that there was a stone that was rolled away. tunaona kuna jiwe ambalo lilibingilishwa. In Matthew chapter number 28 verse number 6. Mathayo 28 mstari wa 6. And as that stone was rolled away, Na vile ambavyo hilo jiwe I lilibingilishwa, declare today, na kutangazia leo, every barrier, kila kizuizi, every limitation, kila upeo, every closed door kila mlango is being removed. unaenda Is kuondolewa, being removed unaenda in kuondolewa the name of Jesus Christ. jina la Yesu What Kristo. confined you last year, Kilichokuweka it will pale not hold you mwaka anymore from today. Kitakushika In tena the name kuanzia leo. of Jesus Christ, Katika jina la you Yesu are Kristo. stepping into open spaces. Unaingia katika You are maeneo stepping wazi. into expansion. Unaingia You are katika upanuzi. stepping into prosperity. unaingia katika In the kustawi name of Jesus Christ, katika jina la Yesu we remove Kristo. every limitation Tunaondoa kila upeo that may have hindered you. ambao unakuzuia In the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Anybody who had put a barricade your way, Hata ambaye aliweka kizuizi mbele anybody who zako, made your paths crooked, ambaye alifanya njia we zako straighten kuwa them by the kombo, blood of Jesus. Naziondoa katika We jina straighten la- them by the blood of Jesus. Naziondoa katika And we jina- declare that your children, Na tunatangaza they shall not watoto wako struggle in education. hawatang'ang'ana They shall not masomoni. struggle in careers. Hawatang'ang'ana Nobody katika shall put a taaluma. barrier Hakuna yeyote for atakayeweka them in kizuizi. Jesus' name. Katika And if jina la there Yesu. be any barrier Na iwapo kutakuwa na kizuizi that has been put ambayo imewekwa by any man, na mtu yeyote dead or alive, aliye hai ama we amekufa, destroy it today. tunakiharibu We destroy it today. Tunaiharibu Because leo. that power Kwa sababu nguvu that hizo resurrected Jesus Christ zilizomfufua Yesu is at Kristo work here. imo kazini Is at hapa. work here. Imo kazini Our hapa. God specializes Na kwamba Mungu wetu anakuwa in special rolling away stones. katika kubingilisha mawe. May they be rolled away. Naomba mawe I say yabingilishwe. may they be rolled away. Naomba yabingilishwe. Whatever was hindering you, Chochote kilichokuzuia, whatever was confining you chochote into kilichokufungia limitations, katika upeo, it has lost its grip kimepoteza nguvu by zake the work of Jesus Christ kwa kazi zake Yesu at Kristo Calvary. pale Kalvari, At Calvary. pale Kalvari, At Calvary. pale In Kalvari, the name of katika Jesus. jina la Yesu, In Jesus' mighty name. katika jina kuu la May Yesu. you walk Naomba utembee without limitations. bila upeo wote. May you walk Naomba utembee without limitations. bila upeo May wote, every closed door, na kila mlango uliofungika as you appear there, unapofika may it pale, just open wacha ufunguke because of your proximity. kwa sababu ya ukaribu Because wako. in you, Maana ndani you bear yako the marks of Jesus kuna Christ. zile ishara za Because Yesu in Kristo. you, Maana ndani yako there is the Spirit of God. kuna roho wa Because Mungu. in you, Kwa sababu ndani yako that power nguvu is hizo at work. imo You know kazini. there are those proximity doors. Unajua kuna ile milango inatambua ukiwa karibu, You think they have closed. utafikiria When you imefungwa, just come close to it, lakini ukikaribia it opens. inafunguka. May that be a portion from today. Naomba iwe sehemu yako Every kuanzia door leo. that was closed before Kila you, mlango uliofungikwa may mbele it zako open wacha in the ufunguke. name of Jesus Christ. Kwa jina la We Yesu. roll away every stone, Tunabingilisha every kila demonic jiwe, stone, kila jiwe every za demonic mapepo, embargo kila that may be nguvu za limiting mapepo you. inayokuletea From today, uzuizi. Kuanzia leo, from today, kuanzia leo you shall experience utashuhudia open heavens, mbingu zilizo wazi, open doors, milango iliyo that wazi, which you could not do before. kile ambacho haungefanya awali. Oh, bless God for Easter. Sasa bariki Mungu kwa ajili ya Let's thank Pasaka. God for Easter Shukuru Bwana kwa ajili ya because there is Pasaka. power Maana kuna in nguvu the resurrection, katika kufufuka. and it is at work in Na us imo today. kazini. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And because the veil was torn, Na kwa sababu kitambaa kililaluka, I declare natangaza you shall access intimacy with God. ya kwamba utaweza In the kupata name of mapenzi Jesus na Christ. Mungu The katika Bible jina la tells Yesu. us Biblia inatuambia That when Jesus Christ kwamba Yesu Kristo was being baptized alipobatizwa and they were praying, na wakawa naomba heavens opened ya kwamba mbingu and a voice zilifunguka declared na sauti that this is ikatangaza my beloved son. kwamba huyu ni May mwanangu you nimpendaye. experience the same. Naomba ushuhudie May you yale yale. experience open heavens. Naomba ushuhudie May mbingu heaven zilizo speak wazi. on your behalf. Naomba mbingu May isikie kwa a niaba voice yako. from heaven Naomba sauti kutoka speak mbinguni concerning your situation. iongee kuhusiana In na the hali name yako. of Jesus Christ. jina la Yesu The veil was torn ya kwamba and kitambaa I kilifunguka, declare na that natangaza you shall have bold access to God. ya kwamba utapata kuingia kwake Mungu, You shall not be separated. hautatenganishwa. Nothing shall separate you Hamna chochote from the kitakutenganisha love of Christ. na upendo wa Kristo. No distance, Si mbali, no separation. hamna kutenganisha. You're entering deeper. Amen.
naingia kilindini ama pali pandani. Am I saying wrong things? Amen. Praise the Lord. Amen. We were in a class yesterday. But you are entering Amen. Lakini naingia into intimacy with God katika mapenzi na Mungu by grace, kwa neema, more fellowship with God ushirika zaidi na in the Mungu name of Jesus Christ. katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Nothing Kristo. shall hinder you Hamna chochote kacha from kuzuia speaking to your Father, kutokana na kunena na from baba speaking yako, to your Father, kunena na baba yako, because when he sees the blood, maana anapo he damu knows this one is marked. anajua He huyu bears ameweza the marks of my son. ana ishara ya In mwana the name wangu of Jesus Christ. katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. jina la Yesu That Kristo. now we can enter into the Holy of Holies ya kwamba sasa by tunaweza the blood kuingia of mahala Jesus pa Christ. watakatifu wa By watakatifu the kupitia blood damu of Jesus kwa damu ya Yesu Christ. Kristo. Where we could not enter before. Mahala ambapo We thank hatukuingia God awali. for Easter. Tunashukuru The Mungu kwa blood ajili of ya Jesus Christ damu ya Yesu Kristo gives us access. inatupa And I uwezo. declare, Na natangaza, as you pray, unapoomba, may God hear and answer your prayers. Mungu asikie na ajibu May maombi God yako. hear and answer your prayers. asikie na You ajibu pray maombi. Wewe omba. and pray again. Na uombe tena. You pray Wewe omba. and pray again. Na uombe tena. Jesus prayed 3 times. Yesu aliomba The mara same tatu. prayer he repeated. Na hilo ombi May that be your portion. Don't give up. Usikate Pray tamaa. again for that thing. Omba tena And kwa may you ajili yako. experience Ushuhudie open heavens. siku zilizo wazi The veil was torn. ya kwamba kitambaa May you kilipasuka access, na kapata may upenyo. you experience Naomba ushuhudie access to God. upenyo kwake Bwana In Jesus' name. katika jina la Yesu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. Should we stop there? Je, tufike 2 mwisho more and pale? then we pray. Mambo mawili zaidi kisha tufunge. Oh, 3 more. Tuombe. Mambo matatu kisha tuombe. We've read 1 Peter chapter number 1, Tumesoma Petro wa kwanza 1 verse number 3. mstari wa 3. Living hope. Aha. Tumaini lenye uzima. You know, this year Najua mwaka huu is our year ni mwaka wetu of double harvest. wa mavuno maradufu. And the Bible tells us Na Biblia that we inatuambia return to the stronghold. ya kwamba turudi kwenye ngome. You prisoners of Enyi wafungwa prisoners tumaini. of Nyinyi nani? hope. Wafungwa wa Praise the tumaini. Lord. Bwana asifiwe. We are prisoners of hope. Sisi ni wafungwa wa But tumaini. this hope is not dead. Lakini tumaini hili halijakufa. Is living hope. Ni tumaini lililo hai. Is living hope. Ni tumaini lililo na uzima. Praise the Bwana Lord. asifiwe. That we shall be expectant Ya kwamba tutakuwa watu wa kutarajia of better things. mambo mema, We are not expectant hatutarajii of bad things. mambo mabaya. We have a living hope. tuna tumaini And lenye I uzima. declare, Na natangaza because of that word, kwa sababu ya hilo neno that living hope is activated. ya kwamba in this tumaini church. lenye uzima limewezeshwa Living katika hope is ulimwengu. activated afresh. Ya kwamba In tumaini the lenye name uzima of Jesus limewezeshwa Christ. hapa mara tena katika jina la Yesu. Discouragement Kutamauka is broken. kumevunjwa. Discouragement is broken. Ya kwamba kata moyo Despair is lifted. ya kwamba kuhuzunika Despair kumeondolewa. is lifted. Ya kwamba kule kata In moyo the name kumeondolewa. of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And your future Na maisha yako ya baadaye is connected imeunganishwa with that divine certainty. na kisha uungu huo wenye uhakika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That you have a blessed hope. Ya kwamba una tumaini I lililobarikiwa. declare Natangaza that your blessed hope, ya kwamba tumaini that lako the best limebarikiwa. of your days Ya kwamba siku are zako the rest zilizo of bora your ni days. siku I zinazokuja. say that again. Na sirejelea The tena. best of your days Ya kwamba siku zako are the bora rest of your days. siku zako In the name zijazo. of Jesus Christ, Katika jina you la shall Yesu be Kristo. expectant Utakuwa mtu of greater anayetarajia things. mambo mema. You shall be expectant Utatarajia of better things. mambo mema. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Living hope. Tumaini lenye uzima. Living hope. Tumaini lenye In the uzima. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu And because Kristo. Christ is risen, Na kwa sababu Yesu Kristo amefufuka, our labor in the Lord is not in vain. ya kwamba kazi yetu katika Bwana si I bure. declare upon each of us, Natangazia kila mmoja wetu everything you have done in faith, ya kwamba chochote ambacho tumefanya kwa imani it shall start producing fruit. taanza kutoa In matunda the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu This Kristo. year of double harvest, Mwaka huu ambao ni wa mavuno I pray mara that the Lord shall satisfy you early. naomba Bwana You atakushibisha don't have to mapema. wait for December Hautasubiri for mwezi wa you to Disemba testify of double harvest. ili kuweza May this be kushuhudia your kuhusu season mavuno of double maradufu. harvest. Naomba I said, may this msimu wako. month Nasema mwezi be your season of double ni harvest. msimu wako wa In the mavuno name maradufu. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu May you Kristo. start experiencing blessings naomba uanze kushuhudia baraka even in this month of April. hata katika mwezi huu wa Aprili In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. May your purpose Naomba kusudi lako be manifested. likaweze kuonekana. May your rewards, Naomba may your rewards kulipwa kwako manifest in your life. kuonekane In maishani the mwako name of Jesus katika Christ. jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And the last one, Mwishowe, because Christ is indeed risen, kwa sababu Kristo amefufuka in according to the scriptures, na ni kulingana na maandiko your faith is not empty. ya kwamba imani yako si bure. Your faith is not empty. Imani yako si bure. I declare
na kutangazia that your faith imani yako will start producing results from today. itaanza kuleta matokeo kuanzia leo. Your faith, Imani yako, as the Lord sees your faith as you pray, Bwana anapoona imani I yako declare that uombapo, your prayers from today naomba maombi yako kuanzia leo shall be dangerous and effective yatakuwa ni hatari na yenye in the shawishi name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo, That you are standing in Christ ya kwamba kusimama kwako katika is Kristo secure in Jesus' name. huu salama katika Is jina la Yesu. secure in Jesus' name. Kuna msalama katika jina la That verse Yesu. number 17 of 1 Corinthians 15. Mstari huo wa 17 katika Wakorintho wa kwanza, That if Christ is not risen, iwapo Kristo hajafufuka, your faith is futile ya kwamba imani yenu ni bure and you are still in your sins. na ungali katika dhambi zenu. The opposite is true. Kinyume chake ni kweli, Christ is risen. ya kwamba Kristo amefufuka. Christ is risen. Kristo Our amefufuka, faith is not futile. imani yetu si bure, It shall be productive. itaweza It shall be kuzaa, productive. itazaa. As the Lord sees our faith, Bwana anapoona may imani it yetu, yield results naomba ilete in the mazao name of Jesus Christ. jina la Yesu As we Kristo. pray in faith believing, tunapoomba katika imani may tukiamini, the Lord hear and answer our prayers. naomba Bwana asikie na ajibu From maombi today, yetu. Kuanzia leo Pray omba in faith. katika imani, Pray in faith, omba katika imani believing ukiamini that the Lord hears and answers prayers. ya kwamba Bwana anasikia In na the kujibu name of maombi Jesus Christ. katika jina la Yesu Don't Kristo. give up on prayers. Usichoke katika maombi. Bible tells us about Elijah. Biblia inatuambia kuhusu Elia. James, the brother of Jesus, tells us Yakobo ndugu Yesu anatuambia that this man called Elijah ya kwamba mtu huyu aitwa was a Elia man just like us. alikuwa ni And mwanadamu he kama prayed sisi, that it would not rain. na aliomba And then isinyeshe, he prayed again. na kisha akaomba mara tena. Praise the Bwana Lord. asifiwe. He prayed again. Na mara tena He prayed again. akaomba tena. James puts it simply Yakobo anaelezea that kwa he prayed urahisi again. ya kwamba aliomba But if you tena, go back to the Old Testament, lakini ukirejelea you Agano la discover that Kale he prayed 7 times. nagundua ya He kwamba would aliomba tell the mara servant, 7. go now and check. Anamwambia mtumishi, nenda Go ukatazame, now and check. nenda ukachungulie Until the 7th time. hadi mara ya And 7. he says, I have seen a cloud the size of a fist of a man. Akasema niona wingu au kiasi cha gumi. Maybe that is what some of us are seeing. Na pengine baadhi ya wengine wetu hayo ndio wanayaona. Have faith in God Uwe na imani that katika he's doing Bwana something in your life. ya kwamba anatenda jambo He's doing maishani mwako, something in your life. anatenda jambo maishani In the mwako name of Jesus Christ. jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu So Kristo. Paul, when he's writing to the church in Corinth, Na kwa hiyo Paulo anapoandikia kanisa la they had Wakorintho, their challenges as a church in Corinth, kanisa lilikuwa na changamoto zake because he managed it through letters. kwa sababu alielezea kuhusu nyaraka. Praise the Bwana Lord. asifiwe. He would communicate to them through letters. Angewasiliana nao kupitia barua ama And they nyaraka, had many challenges. na kulikuwa na changamoto Many nyingi, challenges kulikuwa na changamoto concerning nyingi almost everything, kuhusiana na pengine kila kitu, even giving, hata katika kutoa everything, kila kitu, concerning speaking in tongues, kuhusiana na kuongea kwa concerning ndimi, prophesying. kuhusu And kutabiri, he wrote, na kisha but akaandika. this one he says, Lakini kwa haya this anasema is the gospel hii ndio injili which I preached to you ambayo and niliwahubiria which you also received. na kisha mlipokea. Brethren, our gospel, Naomba ndugu, the injili yetu power of God unto salvation, ya kwamba nguvu za is Bwana katika anchored in wokovu what was done at Calvary. zimedhibitika kwa yale yalifanyika pale The Kalvari, death, kifo, the crucifixion, kwa kusulubiwa, and kifo resurrection na kisha kufufuka of Jesus Christ. kwake Yesu Of Kristo. Jesus Christ. Kwake Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Katika I jina will la Yesu declare Kristo. upon our lives, Na utangazia maisha may yetu, that reason naomba hiyo why sababu Jesus Christ died for our sins and iniquities, ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi na maovu why yetu, he was whipped, wakati alitapwa, why he was ridiculed, kwa nini why alidhihakiwa, he was made a curse. kwa nini alifanywa May laana. those manifest in our lives today. Naomba haya And yadhihirike from maishani today, mwetu kuanzia in leo. the name of Jesus Na leo Christ. katika In the jina la name Yesu of Kristo. Jesus Christ. Katika jina la In Yesu Jesus' Kristo. mighty name. Katika jina Maybe you kuu. are here Pengine uko hapa and you're not born again. na haujaokoka. Jesus Christ Yesu Kristo gave his life. alitoa uhai wake. You only need to say yes, Unafaa kusema ndio and you become a partaker na uwe mrithi of these benefits. wa hizi faida. If you're here and you're not born again, Iwapo uko hapa na haujaokoka, and you know that you know na unajua na kuelewa ya kwamba unajua that you're not born again, haujaokoka, just lift up your hand. inua mkono We want to say wako. this Easter, Mungu, wakati huu, this Easter, wakati Pasaka hii where we have been reminded ambako tumekumbushwa of why Jesus Christ died, ni kwa nini Yesu Kristo alikufa, I want to surrender my life. ya kwamba nataka kutoa ama kusalimisha If you're maisha here yangu. Iwapo and uko you're not born hapa again, na lift haujaokoka, up your hand, we shall pray together. inua mkono wako, tutaomba pamoja. Thank you so much for that hand. Asante Thank you kwa so much for that mkono. hand. Asante kwa Celebrate the mkono. Lord. Tushangilie Kindly Bwana come Yesu. here. Celebrate the Lord. Tushangilie Bwana Just kwa come, makofi just come. mazuri. In the name of Jesus Christ. Simameni katika We jina request la our Yesu. ushers to help them come at the front. Naomba waelekezi In the wetu name of wawalete
Jesus Christ. Karibishe huku mbele. Celebrate the Lord. Tumshangilie The work Bwana. at the cross is Amen, not amen. infutile. Amen. In the name of Jesus Kazi Christ. ya Yesu In msalabani the si name of bure. Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Thank you so Katika much. jina la May Yesu the Lord Kristo. bless you. Bwana May the Lord wabariki. transform your lives. Bwana badilisha In the maisha name yenu. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. It's the best decision you have made today. Ya kwamba kauli bora zaidi umeifanya leo. In fact, you are not giving your life to Jesus. Kwa hakika haumpatii Yesu maisha He yako. gave his life for us. Alitoa uhai wake kwa ajili We are yetu. just saying yes. Sisi tunasema ndio. Just saying Ni yes. kusema tu ndio. We're just saying yes. Unasema tu I ndio. want to pray together with you, Nataka niwaombe and the Lord will bless you. na kwa hakika Bwana And atawabariki. from today, Na kuanzia leo the Lord shall transform your lives. Bwana The atabadilisha Lord shall maisha fight yetu. your battles. Bwana The atapigana Lord shall vita zenu. transform you. Bwana Any atawabadilisha. man in the scripture Kila mtu katika that maandiko encountered Christ, ambaye alipatana na his Kristo, life changed. maisha yake His yalibadilika. life changed. Maisha yake He yalibadilika. changed even names. Hata alibadilisha From majina. Saul to Paul. Akamtoa May Sauli God change kwa your Paulo. names. Bwana abadilishe From majina yenu. hustlers Kutoka kwa wanao to Bazoo. Bazoo is good. Is good. Amen. Praise the Lord. Amen. May the Lord transform you Naomba Bwana abadilishe to have a name in this area. na mkawe na In Jesus' majina mighty mwaka huu name. mpya. I want you to repeat this prayer after me. Just join your hand here also. Sema, Baba Yesu, naja kwako. Asanti kwa kazi ya msalaba. Hivi leo nakupenda na nakiri kwamba nakupenda. Naomba unisamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Nitakase na unifanye kiumbe kipya. Tangia leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Roho Mtakatifu, njoo kwangu, uishi ndani yangu, uniongoze na unilinde. Kuanzia leo nipe ujasiri wa kukiri Yesu ni Bwana. Haya nimeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Father Lord, we thank you Baba Mungu, tunakushukuru because of the lives of these young men. kwa ajili ya maisha ya hawa vijana wachanga. Father Lord, they have surrendered to you Bwana, wamejitoa kwako because Lord, they have learned from your kwa scriptures sababu wameelewa toka that they maandiko were ya sinners, kwamba walikuwa wenye but dhambi, now you have saved them. lakini sasa I umewaokoa. pray for them, Lord, Na waombea Bwana that you shall work a work in their ya lives. kwamba utafanya You kazi shall maishani fill them mwao, with your spirit. utawajaza kwa You roho shall wako, transform them, Lord. You utawabadilisha shall Bwana, fight their battles. utapigana vita zao. Any evil thing Kila jambo that was ovu arising against their lives, ambalo linukia we maisha yao, nullify it this morning tunaliangamiza in the asubuhi ya name leo. of Jesus Christ. Katika jina That la you Yesu shall give Kristo. them Ya boldness kwamba utawapa ujasiri even to declare hata kutangaza your goodness, wema wako, to declare that they are born again. kutangaza I bless wameokoka. them before you. Na wabariki May mbele you zako, open doors for them. wafungulie May they milango, walk in open heavens. watembee katika May you mbingu zilizo bless them wazi, abundantly. wabariki That there tele, shall be a testimony ya kwamba watakuwa of shuhuda what you do with those who you kwa save. wale unaofanyia We unaowaokoa. thank you and we bless you. Tunakushukuru, In tukubariki Jesus' name we pray. katika jina la Yesu Kristo. Amen Omba. and amen. Thank you so Amina na much. amina. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen and amen and amen. Thank you so much. Yes, wakaribisha. Celebrate Amen. them. Celebrate them. In the Tuwakaribishe name of vizuri, Jesus Christ. tuwakaribishe vizuri. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. We bless the Lord for that. Tuambariki Bwana kwa ajili ya We hayo. shall be able to meet them Tutaweza kukutana and nao also guide them na kisha in the tuwaongoze. name of Jesus. I request all of us to be upstanding. Naomba sote tusimame, We want to sing one hymn tunataka kuimba pambio moja even before we get into offering, hata kuingia, kabla ya kuingia because we have katika made sadaka. declarations. Maana tumeweka kutangaza, But now I want you to, on your own words, na sasa nataka kwa maneno yako speak to binafsi the Father. unene na Baba. That one thing you want him to remember, that you will also remember that this Easter Ya kwamba kile ambacho nataka akumbuke, na utakumbuka hii Pasaka I spoke to the Lord concerning it, niliongea na Baba kuhusiana na hilo jambo, and indeed he did. na kwa hakika alitenda, In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. You Bwana, you Bwana, you Bwana asifiwe, amefufuka kifoni, you Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye
mzigo wako. Nina msalaba ndio kila mmoja wetu asili yake. Kanisa, paza sauti yako. Nitatua mzigo wako. Nina uzima, furaha daima, sema tena, msalaba ni asili ya mema, ndio chanzo cha wema. Nikatua mzigo, mimi nikatua mzigo. Nina uzima, msalabani pa Mwokozi, hapo nilipata ukombozi. Mwana wa Mungu, msalabani pa Mwokozi, hapo nilipata ukombozi. Akaniokoa mpenzi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, sema sasa, mwana wa Mungu, Mwokozi wangu, Mwokozi wangu, akaniokoa, yeye ni nani? Father Lord, we thank you this afternoon. Baba Mungu, tukushukuru alasiri ya We leo. thank you because of your word Tushukuru kwa ajili ya neno that is lako alive and active for us. ambalo li hai na linatenda maishani We thank you, mwetu. Lord, because of speaking to us. Tunashukuru kwa ajili ya That kutunenea our faith is not futile ya kwamba imani yetu si bure, because Jesus is alive. maana Yesu yu We hai. thank you because of the work at Calvary, Tunashukuru kwa ajili ya kazi pale that even Kalvari, when we were still sinners, hata wakati tulikuwa wenye you sent dhambi, your only Son, Jesus Christ, ukamtuma mwana wa pekee to Yesu die for our Kristo sins and iniquities. afe kwa ajili ya dhambi na By maovu his yetu, stripes we were healed. na kuchapwa kwake He was made a tukapona, curse by being hung on a tree. akaweza kufanywa laana That kwa we might be kutundikwa blessed. chini ili tuweze Father, we kubarikiwa. thank you because of Tunashukuru the benefits of the work at Calvary. kwa ajili ya faida And we za declare, kazi za Kalvari, Father, na that they tunatangaza shall manifest in our ya lives. kwamba tadhihirika We shall maishani walk in mwetu. good health. Tutatembea katika Sickness and afya, diseases shall no longer be our portion. magonjwa na In maradhi the hatakuwa name sehemu of Jesus yetu, katika Christ, jina la we Yesu declare Kristo. total healing, Tutatangaza divine uponyaji kamili, health, afya long njema ya life Mungu, maisha upon marefu each and every one of juu ya us. kila mmoja We wetu. nullify every curse Tunaangamiza kila pronounced laana or spoken iliyonenwa or ama programmed kutangazwa by any person ama kulatabishwa na against the mtu lives of yeyote these people. dhidi ya maisha ya watu And we hawa, declare that they are blessed. na kutangaza As your servant, I wamebarikiwa. bless them. Kama mtumishi They are wako blessed in the nawabariki, city. nawabariki They are mjini, blessed in the village. wamebarikiwa As they travel vijijini, in the village, wanapotenda as they travel to vijijini, see their relatives, wanapoenda they kuona are ndugu blessed. zao, wamebarikiwa. And there is no curse that shall befall them. Hamna laana In the name itakayowafuata of Jesus katika Christ, jina la the Yesu work of Kristo. their hands is blessed. Ya kwamba kazi ya mikono yao And Father, they shall imebarikiwa. enjoy Ya kwamba their watafurahia labor Bwana in the
the Lord. kazi katika Father, Bwana. Lord, we thank you Baba Mungu because tunashukuru of your word. kwa ajili ya neno We lako. pray, Lord, Baba twaomba that Lord, Bwana kwamba your Bwana Holy Spirit Roho Mtakatifu will richly dwell in us ataishi kwa utele to ndani rekindle yetu that word ili kuhuisha in hilo our neno lives katika as maisha we yetu, read the scriptures, tunaposoma that we shall maandiko continue to illuminate ya kwamba tutaendelea kuangazia everything in according to the scriptures, kila kitu that kulingana we na shall be maandiko, able to claim our ya blessings. kwamba tutaweza in kuzitangaza the rightful baraka position. zetu katika nafasi Father, Lord, we zetu. thank you this afternoon, Baba tukushukuru even dhuhuri ya because leo of the souls hata kwa ajili ya that nafsi surrendered to you. ambazo We bless them zimejisalimisha before kwako. you. We Nazipatia na declare kwako. that they shall excel, Tunatangaza they kwamba shall prosper, watastawi, they wataendelea, shall stand in faith. watasimama The katika imani, desires of their ya hearts kwamba shauku shall ya be mioyo yao fulfilled. They itatimizwa, shall be mighty in the land watakuwa hodari by katika the nchi virtue of fearing the Lord. kwa ajili ya kukucha Bwana. Lord, service their lives Bwana, shughulikia and maisha glorify yao yourself na in ujitukuze their mwenyewe lives. katika maisha Whatever yao. they do, Lord, Chochote we watakacho bless Bwana, Bwana them. Bless tuwabariki, their relatives bariki jamaa and zao those that they shall encounter, na wale that watapatana they shall nao, be Apollos ya kwamba watakuwa ni kama to Apolo water, kuweza to water that kunyunyizia seed in kunyunyizia the hiyo name mbegu of Jesus katika Christ. jina la Yesu Father, Lord, Kristo. as we leave this place, Kwa Mungu tunapoondoka we mahala leave this hapa, place covered by the blood of tuacha Jesus, mahala hapa the pamefunikwa blood na that damu ya speaks Yesu better Kristo. things Damu inenayo than the mambo blood mema of Abel, kuliko damu the ya blood Abeli. that speaks life, Damu inenayo the blood hai, that speaks prosperity, damu inenayo nena better ustawi, things of health, mambo mema better kuhusu things of afya, excellence, mambo mema ya better ustawi, things of prosperity mambo mema ya is kuendelea. our portion from today. Ni sehemu yetu In kuanzia the leo. name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu we Kristo. love you and we bless you. Tunapenda na For this is our tukubariki. humble prayer in Jesus' name. Maana haya ni maombi yetu We katika say jina la Yesu. amen. Sote Celebrate tuseme the amen. Lord. It's Easter. Shangilia Bwana Yesu ni Celebrate the Pasaka. Lord. Amen and Amen, amen. amen. Thank you so much. You may have your seats. Asanteni sana, mnaweza We keti. want to send our ushers to you.